Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wapendwa wafuatiliaji wa chaneli ya Malunku TV, sasa tutakuleteni kipindi maalum cha tafsiri ya kitabu chetu cha Bidayatu al-Hidayah ambacho alikitunga Imam al-Ghazali, na tutakianza rasmi inshallah mpaka pale ambapo Mwenyezi Mungu atakapokuwa ameafikisha. Tutakisoma matni kama matni, endelea kwa nasi ili kupata ukamilifu wake. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sheikh al-Imam al-Alim al-Allama Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tawsi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu, amin. Amesema al-Alim al-Allama, Sheikh al-Alim al-Allama, mwanazuoni katika wanazuoni wakubwa ambaye ni hoja ya Uislamu na ni baraka pia kwa viumbe. Hapa tunamkusudia Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali maarufu kama al-Imam al-Ghazali. Mwenyezi Mungu atakase roho yake na Mwenyezi Mungu amweke katika makazi palipokuwa pema. Alhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi. Kila sifa njema za uumbaji zinamstahiki Mwenyezi Mungu pekee, ambaye haqqa hamdihi ni haki himdi zake, ni haki zile sifa zake kusifiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia rehma na amani zifike ala khair khalqihi, juu ya mbora wa viumbe wake ambaye ni Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na zifike kwa ali zake na kwa masahaba zake na wale wote waliofuata baada yake. Amma ba'd, ama baada, tunasema ama baada ya bismi kwa maana ya bismillahir rahmanir rahim, na himdi kwa maana ya alhamdulillah, wassalatu wassalam na kwa maana ya swala na rehema. Baada ya hivyo vyote, mtunzi rahimahullah sema fa'alam, tambua ayuhal harisul muqbil, ewe mwenye kuwa na pupa ya kuelekea ala iktibasi ilmi, katika kuichuma na kujikusanyia elimu. Almuzhiru min nafsihi sidqa raghbati, mwenye kudhihirisha katika nafsi yake utashi wa kweli katika jambo hilo la kielimu, lakini sivyo farta ta'attushi ilaihi, na mwenye kuwa na kiu iliyopita kiwango, kawa na kiu yenye kupitiliza katika kuitafuta elimu. Annaka, ya kuwa wewe, in kunta taqsidu bi talab al-ilmi, ikiwa unakusudia katika kutafuta elimu, almunafasata, unakusudia kushindana, unataka kusoma ili kuweka mijadala, ama unasoma ili uende ukashindane na waliosoma, lakini sivyo walmubahata, na lengo lingine la kusoma kwako, ikiwa unatafuta elimu kwa sababu ya kujifakhiri, kujigamba, lakini sivyo watakadduma ala al-aqrani, na kutaka uwe mbele kwa watu, muda wote uwe wewe ni wa mbele. Wastimalatu wujuhi nasi ilaika, lakini pia na kujivutia watu wa kuegemee, wa kuone wewe ndio kila kitu. Wajamii hutami dunia, lakini sivyo ikawa pia lengo lako ni kwa unataka kukusanya mambo ya kidunia, ambapo wakati mwingine tunaita kama takataka za dunia. Unasoma elimu, lengo lako ni kuwa ujipatie pesa kwa elimu yako, lakini pia unasoma, lengo lako kwa kusoma kwako si kwa ajili ya kunusuru umma wala nini, bali wewe lengo lako ni kutaka watu wa kuelekea, wa kuone wewe ndio kila kitu. Kama nia yako ni hivyo, na haya tuliyotanguliza hapa, fa anta sa'in fi hadami dinika, basi wewe ni mwenye kupambana, ni mwenye kuenda mbio katika kuibomoa dini yako. Mtu wa kwanza anayepambana kuibomoa dini yake
ni wewe ambaye unayesoma kwa lengo la kutaka kujifakhiri na kujisifia, lakini sio wa ihlaki nafsika, lakini pia na ni wewe pekee mwenye kupambana kuiangamiza nafsi yako. Wa bai'i akhiratika biduniaka, na ndio wewe unayeuza akhira yako kwa dunia yako. Unaiuza akhira yako kwa ajili ya kuitaka dunia yako. Sasa mtu kama huyo fasafaqatuka khasiratun. Nasema mtunzi kwamba itikadi yako hiyo au mkataba wako huo au makubaliano yako hayo ya kutafuta elimu kwa malengo hayo, khasiratun, ni yenye kupata khasara. Watijaratuka, lakini pia sivyo, na biashara yako unayoifanya ya kuuza akhira yako kwa sababu ya dunia yako, ambao tunaita dunia aqallu min alqalil, yani unauza kitu kikubwa kwa kitu kichache na cha muda mfupi. Bairatun, biashara yako hiyo bairatun, ni biashara iliyokosa soko, au ni biashara ambayo ni yenye kuharibika. Sivyo wa muallimuka, na hata huyo mwalimu wako ambaye anashirikiana na wewe, ambaye ni mu'inun laka, huyo mwalimu wako ni mwenye kukusaidia ala isyanika, katika maasi. Kama lengo lako ni kutafuta kwa elimu kwa sababu hiyo, basi na hata huyo mwalimu wako naye anaingia kuwa ni mshirika wako anayekusaidia katika maasi. Wa sharikul laka, na ni mshirika wako fi khusranika, katika hiyo hasara ambayo utakayoipata. Wa huwa, na huyo mwalimu naye huhesabika kaba'i saifi, ni kama vile yule ambaye anauza nini, kama muuza panga. Unauza panga, vitu vya silaha, min qati' tariqi, unamuuzia jambazi. Wewe biashara yako ni uuzaji wa mapanga na nini, biashara hiyo unaenda kumuuzia nani? Jambazi. Huhesabika kuwa mtu ambaye anatafuta elimu kwa sababu ya kujifakhiri, kwa sababu ya kujisifia, kwa sababu ya kujionesha yeye ni nani. Mtunzi anatuambia kwamba mtu huyo huwa ni jambazi kwa maana ya halisi, kwa maana na yule mwalimu wake ambaye anamfundisha huhesabika ni kama mfanyabiashara wa mapanga na vitu vya silaha ambaye huenda kumuuzia vitu hivyo jambazi. Kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, man aana ala ma'siyatin walau bishatrin kalimatin kana sharikan lahu fiha, yoyote mwenye kusaidia katika maasi walau kwa pande la neno, ukatumia neno moja tu likawa limetoa msaada mkubwa katika kufanya maasi, huhesabika kana sharikan lahu, amekuwa mtu huyo naye ni mshirika wa huyo aliyefanya maasi katika kutenda maasi hayo. Hapa unukuliwa pia ni mwalimu ambaye humsaidia mwanafunzi ambaye nia yake ni kusoma kwa ajili ya kujifakhiri, kujigamba katika mitandao yeye anajua, kujionesha katika mitandao yeye ni mjuzi, na kujifakharisha katika dini yake na lengo lake liko nje na dini. Huyu huhesabika kama jambazi, na yule mwalimu anayemfundisha huhesabika ni muuzaji wa panga, naye ni mshirika katika ujambazi huo. Wa in kanat niyatuka, na ikiwa sasa nia yako ya kutafuta elimu, wa qasduka, na makusudio yako, bainaka wa baina Allah, ni kwa ajili ya kupata kilichopo baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, min talabil ilmi, katika kule kutafuta kwako elimu, alhidayata, kwa ajili ya kupata muongozo kwanza wa kwako wewe, duna mujarradi riwaya, si kwa makusudio ya upokezi tu, ionekane uko fahari katika kupokea hadithi, uonekane uko vizuri katika kunukuu maneno ya wanazuoni, ama uonekane uko vizuri katika kunukuu aya na kuzitafsiri. Lengo lako sio likiwa hilo, nia yako ni kwa ajili ya nini? Ya kupata muongozo, na sio nia hiyo kwamba nionekane niko vizuri. Faabshir, mtunzi anatuambia faabshir, jipe bishara, jibashirie. Fa innal malaikata, hakika ya malaika, tabsutu laka ajnihataha,
wanakunjua mbawa zao. Idha mashaita, pale utakapokuwa ukitembea. Wahitanul bahar, na hata samaki walioko baharini pia nao tastaghfiru laka, wanakuombea msamaha. Idha sa'aita, pale utakapokuwa ukitembea. Hii pia mtunzi akawa ametunukulia, ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ikionyesha fadhila za yule mwenye kutafuta elimu kwa nia nzuri, kutafuta elimu kwa nia iliyokuwa bora. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man salaka tariqan, yoyote mwenye kufata njia ile, yabtaghi fihi ilman, katika njia ile anatafuta elimu, salaka Allahu lahu tariqan ila aljanna. Faida ya kwanza atakayoipata mtu huyo, Mwenyezi Mungu atampitisha katika njia ya kwenda peponi. Mwenyezi Mungu atamuongoza njia ya kwenda peponi kwa nia yako itakayokuwa nzuri. Fadhlul alimi, na fadhila za mtu mjuzi, ala al-abidi, kwa yule mwenye kufanya ibada. Fadhila za mtu mjuzi kwa nani? Al-abidi, kwa waja. Fadhila za mwanazuoni kwa binadamu, ka fadhlil qamari, fadhila zake huwa ni kama vile mwezi, ala sairil kawakibi, ambayo unapokuwa katika nyota zinginezo. Tunavyoona mwezi unavong'aa wakati wa kiza, ambapo nyota zinakuwa nazo zinang'aa. Ikitokea mwezi, unaona namna gani ulivyokuwa umefunika. Na ndivyo huonesha kuwa fadhila za mtu, utukufu wa mtu ambaye ni mjuzi, anapokuwa kwa watu, huwa utukufu wake ni mkubwa zaidi kulikoni wale wengine. Wa innal ulamaa, na hakika ya wanazuoni, warathatul anbiya, hawa ndio warithi wa mitume, nao hufanya kazi za mitume. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, hakika ya mitume hawakuwarithisha wanazuoni pesa, wala hawakuwarithisha vitu, hawakuwarithisha dinari wala dirham, hawakuwarithisha hivyo. Innama warathul ilma, hakika silinginelo waliwarithisha elimu. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir, yeyote mwenye kuchukua urithi huo amechukua hadhi iliyokuwa kubwa na yenye manufaa makubwa. Hapa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuonesha ubora na utukufu wa mtu mwenye kutafuta elimu, na pia akatuonesha utukufu wa elimu inapokuwa kwa mtu. Hivyo kitabu chetu, jambo la kwanza, kimetuhusia kutakasa nia zetu wakati tunaenda kusoma, kutakasa nia zetu wakati tunaenda kuitafuta elimu. Haijalishi ni elimu yako ya dini au ni elimu yako ya dunia. Jambo la kwanza, hakikisha kuwa unasoma kwa ajili ya kunufaisha jamii. Kama ambavyo tunavyoona hata sekula, napo kuna masomo lazima yawe tu ni ya nini? Yanahitaji kwanza nafsi. Unapoenda kusomea udaktari, lazima ujue kwamba nasoma ili kusaidia kwanza watu kabla ya vitu. Hivyo ikawa elimu kwanza inatuzingatia tusaidie watu na tusaidie jamii kabla ya kupata vitu. Sisi wenyewe katika dini tuisimamie dini kabla ya kuhakikisha kuwa tunapata vitu. Tutaishia kwa hapo. Endelea kuwa na Malunkwi TV kwa kupata darsa ya kitabu chetu na kuweza kunufaika zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.